Naye Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Ikawa baada ya mambo hayo mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Amen. Bwana asifiwe sana. Nataka uone mawazo ya wanadamu yalivyo. Yaani Mungu anamuona Yusufu kama kiongozi mzuri, lakini mke wa Potifa alimuona Yusufu kuwa kijana mzuri kwa uzinzi. Kama tunaelewana, tufanye hivi mkono kidogo. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Amen. Yaani mtu anaweza kawa anatembea tu anaishi vizuri. Watu wakiniona, mama mmoja anasema ako kijana nikikapata nikafungie ndani kaweka mume kangu. Ona mawazo ya wanadamu walivyo. Yaani umetembea umeokoka zako vizuri hauna shida. Ila watu wakikuona wanayo kuwasia. Lakini nataka niseme Mungu hawazi hivyo. Mke wa Potifa ameletea Yusufu kama mfanyakazi. Na mambo ya hapa si mjini. Tuna watu wa kazi nyumbani, si ndio? Hapa ni mjini. Anakuja mdada tu nyumbani pale, ametoka Suishi Nyanga. Baba mwenye nyumba tayari anasema yes. Wameniletea. Hapa ni mjini, watu haya mambo yapo. Sasa ni mawazo ya wanadamu. Wanadamu hawazi mema. Unafanya bidii sana kujishughulisha. Unapata pesa, hata unajenga nyumba, unamiliki gari. Wanadamu wanakati tako. Wanasema mimi namuonaga, anakujaga nazi yule. Wewe kazi gani? Au sisi tukalanga ajenge nyumba kama hivi? Ule ni Freemason. Nataka niseme kwamba mawazo ya wanadamu ambao wapo kinyume na Mungu ni mawazo ya kichawi tu. Ndio mawazo yao. Ni mawazo ya ushetani na uovu. Ni mawazo ya uharibifu. Ni mawazo ya usingiziaji. Ni mawazo ya kuleta magonjwa. Ndio maana unasikia eti corona imetengenezwa. Ni wanadamu wakikaa wanawaza hapa tutengeneze magonjwa, watu wafe, tupigie. Na sasa unaanza kuona jinsi wanadamu wanavyowaza kwenye mioyo yao. Alafu kilinganisha na andiko letu la kudalili, kwa maana nayajua mawazo yanayowasia nini. Ni mawazo mema ya kuwapa tumaini kwa siku hizi za mwisho. Kwa wakati huu na majira tulio nayo, ni afadhali tutakaa sana kwenye mawazo ya Mungu kuliko kukaa na kung'ang'ania mawazo yetu. Mawazo yetu ni mazuri, lakini mpaka yatakaswe na Yesu mwenyewe. Bila hivyo, kuna wengine wanawazaga muda akuja kanisani ni saa 4 tu. Yeye hawazi kwamba hata siku moja wahi ibada ianze naye akiwepo. Yeye hamnaga hicho kitu. Kwa hiyo sasa special. Mtu mmoja aliniuliza ananiambia akasema, "Franki, utaenda kwa mchungaji?" Nikasema sijajua itakuwaje. Akasema, "Ni bwana wewe usiwe mchungaji." Kwa nini? Akasema, "Maana ukipata washirika kama mimi utateseka sana." Kwamba ukoje? Yaani usimwone mchungaji na mtesa. Kwa nini? Yaani kwanza mimi naweza nisiende kanisani afu niko nyumbani tu. Hata kipiga simu sipokei. Ndio mawazo watataka nini? Alafu atakisema watu tubaki, mimi kwa jeuri naondoka na sinaondoka zangu nyumbani. Yaani namtesa, ananipiga simu, "Wewe kijana wangu, na mchungaji nakuja naondoka, siendi." Kwa hiyo mimi namtesa. Sasa najiuliza, ukipata washirika kama mimi 10 itakuwaje? Kwa hiyo nishoacha watu wote tuko hivi unavyotuona. Ndio watu tuko hivyo. Akasema, "Yaani unavyoniona hata sadaka na hela za kutosha, tunafanya kazi pata tunatoa 50. Sio shilingi 50, 50. Hata nikitoka huko na nunua napata change, naenda natoa 50. Yaani mimi namkomesha mchungaji."